Basi siku ya leo na wakati huu namshukuru Mungu ambaye amenipa nafasi hii kuongea na wewe msikilizaji mpendwa wangu mwenzangu. Ninashukuru Mungu sababu ya ujumbe wake wa siku ya leo. Nilikuwa nawe siku nyingine na nikapewa ujumbe mwingine Ezekieli 22 na leo pia nimepewa ujumbe Ezekieli 7. Ile kitu tutafanya ni kusoma Biblia na kuelewa na kushika nini Mungu anataka. Naona hapa ni maafa yajao, na tutasoma tusikize, tujielimishe na neno la Mungu, sababu Mungu akisema unajielimisha na kusoma Biblia, unasoma neno lake, sababu ameongea na sauti ya neno lake. Neno Ezekieli 7, maafa yajayo. Tena neno la Bwana likanijia kusema, na wewe mwanadamu, Bwana Mungu aiambia hivi nchi ya Israeli, ni mwisho umezijia pembe nne za nchi. Sasa mwisho huu unakupata, nami nitakuletea hasira yangu, nitakuhukumu kulingana na njia zako, nami nitakupatiliza machukizo yako yote. Jicho langu halitakuachilia, wala sitaona huruma, bali nitakupatiliza njia zako na machukizo yako jicho langu halitakuachilia, wala sitaona huruma, bali nitakupatiliza njia zako na machukizo yako hatakuwa katikati yako, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Bwana Mungu asema hivi, ni jambo baya la namna ya peke yake. Angalia, linakuja, mwisho umekuja, mwisho huu umekuja. Unaamka ukupate, angalia unakuja. Ajali yako imekujia, wewe ajali yako imekujia, wewe ukae katika nchi hii. Majira yamewadia, siku ile inakaribia, siku ya fujo, wala si ya shangwe milimani. Basi hivi karibu nitamwaga ghadhabu yangu juu yako, nitazitimiza hasira zangu juu yako, nami nitakuhukumu sawasawa na njia zako, nami nitakupatiliza machukizo yako yote. Jicho langu halitaachilia, wala sitaona huruma, nitakupatiliza njia zako na machukizo yako yote yatakuwa katikati yako, nanyi mtajua ya kuwa mimi Bwana napiga. Angalia siku hiyo, angalia inakuja. Ajali yako imetokea, fimbo imechanua, kiburi kimechipuka, udhalimu umeinuka, ukawa fimbo ya uovu. Hapana mtu atakayesalia miongoni mwao, wala katika jamii yao, wala kitu katika utajiri wao, wala hakutakuwa kutukuka kati yao. Majira yamewadia, siku ile inakaribia. Huyu anunuaye asifurahi, wala asihuzunike auzaye, maana ghadhabu imewapata watu wote, kwa maana auzaye hata kirudia kilichouzwa, wajapokuwa wangali hai, kwa sababu maono haya yawahusu watu wote. Hapana mmoja atakayerudi, wala hapana mtu atakayejitia nguvu katika uovu wa maisha yake. Wapiga tarumbeta wametayarisha vitu vyote, lakini hapana aendaye vitani, maana ghadhabu yangu imewapata umati wote. Upanga uko nje, na tauni na njaa zimo ndani. Yeye aliye nje mashambani
atakufa kwa upanga, na yeye aliye ndani ya mji. Njaa na tauni zitamla, lakini watakaokimbia watakimbia, nao watakuwa juu ya milima kama hua wa bondeni, wote wakilia kila mmoja katika uovu wake. Mikono yote itakuwa dhaifu, na magoti yote yataregea kama maji. Tena watajifungia nguo za magunia, na utisho utawafunika, na aibu itakuwa juu ya nyuso zote, kwa upaa juu ya vichwa vyao vyote. Watatupa fedha yao katika njia kuu za mji, na dhahabu yao itakuwa kama kitu cha unajisi. Fedha yao na dhahabu yao hazitaweza kuwaokoa siku ya ghadhabu ya Bwana. Hawatajishibisha roho zao, wala hawatajijaza matumbo yao, kwa sababu zilikuwa kwazo la uovu wao, na uzuri wa pambo lake yeye aliuweka katika enzi. Lakini wao walifanya sanamu za machukizo yao, na vitu vyao vichukizavyo ndani yake. Ndiyo maana nimeifanya kuwa kama kitu vichukizavyo ndani yake. Ndiyo maana nimeifanya kuwa kama kitu cha unajisi kwao. Nami nitapatia katika mikono ya wageni pawe nami nitapatia katika mikono ya wageni pawe mateka yao, na katika mikono ya waovu wa duniani pawe mawindo yao, nao watapanajisi. Tena nitaugeuza uso wangu usiwaelekee, nao watapatia unajisi mahali pangu pa siri, na wanyang'anyi wataingia humo na kupatia unajisi. Ufue mnyororo, kwa maana nchi hii imejaa hukumu za unajisi. Ufue mnyororo, kwa maana nchi hii imejaa hukumu za damu, nao mji umejaa udhalimu. Kwa sababu hiyo nitawaleta watu wa mataifa walio wabaya kabisa, nao watazimiliki nyumba zao. Tena nitakikomesha kiburi chao wenye nguvu, na mahali pao patakatifu patatiwa unajisi. Uharibifu utakapokuja, nao watatafuta amani, lakini haitapatikana. Madhara yatakuja juu ya madhara, na habari ya shauri juu ya habari ya shari. Nao watakwenda kwa nabii kutaka maono, lakini hiyo sheria itampotea kuhani, na mashauri yatawapotea wazee. Mfalme ataomboleza, na mkuu atavikwa ukiwa, na mikono ya watu wa nchi itataabika. Nitawatenda kulingana na njia zao, nami nitawahukumu kulingana na kustahili kwao, nao watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Atukuzwe Mungu. Atukuzwe aliyeumba nchi na dunia, na aliyeumba kila binadamu, na aliyetupa nchi hii na kila mtu aliye hai. Neno la Mungu linatuambia ati kila mtu ako ndani ya nchi hii. Mungu asema hivi, Mungu amekasirika nasi, na hii si mara ya kwanza Mungu kunena. Amenena na njia nyingi, amepeana maono na njia nyingi,
lakini sisi bado tunamkasirisha sababu hatubadiliki. Yeye Mungu akiangalia mbinguni, kama tumebadilika angekuwa ametuondolea hii hukumu, lakini kama anaendelea kukasirika na kutuongezea adhabu yetu, kutuambia bado amekasirika, inaonekana hatubadiliki wala hatustuki, hata hatumuelewi kama ndiye Bwana wetu kila mtu. Lakini hii naye ni mambo ya kututoa kwenye Mungu, sio mambo ya kutuleta karibu na Mungu. Kukosa kumtii Yesu, kukosa kumtii Bwana ni kujitoa kwenye mikono yake. Yeye ndiye hutupa amani, yeye ndiye hutupa amani kwa nchi yetu, yeye ndiye hutupa chakula kwa nchi yetu, yeye ndiye hutupa kila kitu ambaye tunategemea. Anatupa sababu sisi ni wana wake. Lakini wakati tunamkataa, lakini wakati tunakataa kusikia neno lake, wakati tunaendelea kukaa kwa uovu wenye anatangaza, na yeye hajakaa kimya, anatuambia, wanangu mmepotea, wanangu mmetoka mikononi mwangu, wanangu mmetoka kwa nyumba yangu, wanangu mmetoka kwa sheria yangu, na sisi wenyewe haturudi kwake. Je, hata kama ni wewe, na wewe ni baba wa watoto wakusikizi, watoto wanaendelea wanapotea, ukiwaambiaga ni nini nyingine atafanya? Saa zingine anatumana na anasema atatoa adhabu, lakini watumishi wa Mungu saa zingine wanambembeleza tu. Mungu wetu usikubali, unatumwa na unaleta ujumbe, lakini mafichoni unamwambia Mungu, tupe nafasi, pea watu wako nafasi ili wajue ukweli, wapindue mienendo yao. Lakini sasa inaendelea mpaka yeye anasema sasa ni hivi, mwisho umefika. Sasa hivi mimi nimetumwa na ujumbe wa kusema mwisho umefika, na kata kauli tayari. Na nikisoma Biblia, na hata wewe nimekusomea na utaendelea kusoma kwako, utaona ni kweli Mungu toa kauli tayari. Wakati alikuwa amenituma na Ezekieli 22, alikuwa ametuelezea makosa yetu. Alituelezea makosa yetu. Kama huko unajua makosa yako na ulisikiza, ama kama hujasikiza, sikiza Ezekieli 22 ujue makosa yako ni gani, makosa yenye inachukiza Mungu kwa roho yake ni gani. Ukijua ubadilishe. Sasa hivi anasema hukumu imetujia. Anasema wakati umefika, ni kuamuka tu, utaamuka ukuta hukumu yako imekufikia. Na wewe saa ile unatembea, ama saa ile unakaa, ama saa ile unafanya, wewe unafikiri huna hukumu sababu uko mzima. Si lazima uwe umegojeka ati ndio ujue kuna hukumu uko naye. Kuna mtu anakuwa amegojeka lakini sio hukumu, na Mungu anamsaidia na anapona. Lakini ya hukumu huponi. Sasa hivi hata ingine hukumu inakufikia kulingana na vile Mungu amesema. Amesema kuna wengine watauliwa na njaa. Amesema kuna wengine watauliwa na upanga. Amesema kuna wengine, amesema pembe zote, kona zote za nchi hakuna hakutorokea. Sasa unaweza fikiria kama kuna kitu itakuja, ama kama kuna mabadiliko itakuwa mahali na kuaga hakukuagi na shida. Lakini Mungu amesema kona zote za nchi. Na kona zote utapotelea wapi? Tujifundishe na nchi jirani. Tunasikiaga mambo mengine, tunasikiaga kwa nchi majirani, tunasikia hakuna amani. Watoto mnaona wanatoroka, mtu anatoroka na njia zake. Ubaya ukiingia, utashindwa kujiokoa, usindwe kuokoa dada yako, usindwe kuokoa mtoto, usindwe kuokoa mama yako mzee. Lakini nataka ujue sasa hivi ati njia ya kuepuka na hayo yote, sababu Mungu ni Mungu na sio mtu. Mungu ile kitu anataka ni wewe mabadiliko ya moyo wako. Si ati anataka kukuumiza sababu alikuumba, lakini ukikataa kubadilika, yeye atatimiza neno lake, ili usikue ati yeye anasema tu na atendi. Sababu watu wengine wamezoea Mungu anasema na atendi. Hawezi fanya, lakini jua kuna nchi zingine pengine walikuwa wameambiwa hivyo,
kaeni vizuri, mtiini Mungu wenyu. Mwingine anaabudu hii, mwingine anaabudu hii, lakini Mungu wa ukweli kumwabudu ni Mungu mwenye alikuumba, ni Mungu mwenye amekupa uhai, ni Mungu mwenye amekuamsha asubuhi na ameshinda na wewe, na kesho pia nakufanyia hivyo. Lakini wewe ukifanyiwa vizuri, hukumbuki kunaye yule amefanya kutendeke yale yanakufurahisha. Wewe unaendelea kumgharimu, unaendelea kukaa venye unataka, unaendelea kuomba miungu zingine. Kumuombi yule Mungu amekupa uhai, umuombi huyo, umwabudu huyo, hata humtolee shukrani huyo. Shukrani zako ni kwa yule Mungu hana masikio, ni kwa yule Mungu hana uwezo, lakini mwenye uwezo, mwenye uhai, mwenye mvua ama jua, hewa anakutengenezea, kila kitu anakutengenezea. Na wewe pia unaenda kwa Mungu mwingine, lakini ukitaka mvua unasema Mungu tupe mvua, lakini wakati uko na kila kitu unakimbilia Mungu mwingine, Mungu wa mafichoni. Mungu anataka mabadiliko kwa kila mtu, anataka mabadiliko kwa kila mtu, na anasema nchi yetu tumekosa kumsikia. Wakati alikuwa amepeana last year kitabu cha Ezekieli 22, alikuwa ananena sana juu ya mwagaji wa damu, alikuwa anasema juu ya unajisi, alikuwa anasema juu ya kunyang'anya watu wengine kwa finyiria, alikuwa anasema juu ya kuabudu miungu zingine. Lakini hata sasa unaabudu Mungu mwingine ukijua kuna yule Mungu anaweza leo kusema hakutakuwa jua na ikuwe hivyo. Anaweza sema leo hautafika mahali unaenda na kukue hivyo. Wewe unasahau na Mungu wako, na yeye anakupenda na anakuambia, anakupa alert, anakutumia nabii, anakutumia mtume. Mungu ametoa maono. Mimi najua venye kulingana na maono ya Mungu na kulingana na hii kitabu Mungu amenipa, ninajua Mungu atatimiza. Usipobadilika sasa, anasema wakati wa hukumu ni huu, na anasema siku imefika, wakati umefika. Lakini wewe unangojea ukifikiri Mungu ni mwenye uongo, unangojea ukisema huyo. Lakini ukitumiwa nabii ama mtume wa Mungu, ukosa kusikia Mungu, uangalia huyu ni nani. Neno la Mungu halina hivyo. Neno la Mungu, huyo ametumwa amefikisha, na ukishafikishiwa ni hivyo. Mungu ameweka muhuri ati neno lake limefika mahali alikuwa anataka lifike. Kwa hivyo huna kitu cha kusema hujui, hakuna. Hata ukikutwa na hukumu yako haitakuwa juu yangu. Sasa nimekufikishia, sasa ni kwako wewe mwenyewe ujiangalie vitendo yako na njia zako. Kama ni umwagaji wa damu uko naye uache, kama ni chukizo zingine unachukiza Mungu nazo uache, kama ni kuabudu miungu mingine uache. Muabudu Mungu aliyekuumba, sababu hiyo Mungu ako na kila kitu chako, kila kitu utakaye muomba. Na kama umemwamini na umuombe, watu wa Mungu wanaishi, wale wanampenda na wale wanasikia neno lake na wanatii wanaishi. Mbona wewe usiishi kwa kumtendea Mungu wako haki yake? Yeye anakupa haki yako kila asubuhi, anakupa haki yako kila wakati, lakini wewe humpi haki yake. Haki yake unampelekea mwingine, ako na chukizo kwa roho yake. Na neno la Mungu nimelisoma, ningependa nawe usome na uelewe na ujue ya kwamba usipobadilika hakuna nafasi. Sasa Mungu ametoa maono na njia nyingi, ameitoa na njia ya ametoa maono yake, ametoa ujumbe wake, ameutoa na neno, ameutoa na ndoto, amefichulia hata wengine. Ati watu wakikosa kubadilika, watu wakikosa kubadilika, sasa Mungu ameamua atatimiza. Hakuna mtu atakaye epuka. Hukumu ni kwa kila mtu. Sasa wewe ndio peke yako ujiangalie. Hukumu sasa ni kwa kila mtu, sababu kama hakuna amani kwa nchi, ni nani atakaye kuwa ameponyoka? Mungu anasema hakuna ule atabaki, na anasema hata pesa hata nini utazitupa huko kwa barabara, sababu utakosa, haitanunua chakula, haitakusaidia chochote. Utakosa maana hizo mali, utakosa maana hizo pesa, utazitupa tu huko kwa barabara, sababu kuna amani. Wengine wanaambiwa wataponyoka, lakini watakimbilia kwa milima, na wakishafika huko kwa milima ndio wataokoka kifo, lakini huko watakuwa wanalia,
watakuwa wanajitangaza dhambi zao wakiwa huko wakimlilia Mungu. Sasa hivi si ulilia Mungu, saa hii uko na amani, si umlilie sasa, mlilie, mumrudie. Kumrudia hakuna hasara, hakuna kitu itakupotea sababu umemrudia Mungu wako. Hakuna kitu utapata hasara sababu umemwabudu Mungu, kumpa sifa zake, kukaa vizuri, kujiangalia, uachane na dhambi. Hakuna mtu ajui dhambi ni nini. Hii kitabu imeandikwa, iko na aina yote ya dhambi, yenye inakukemea, yenye inakuambia hapa na hapa si pazuri. Wewe tu ndio usomi neno la Mungu, wewe tu ndio upati nafasi ya kusoma neno la Mungu, wewe tu ndio upati nafasi. Kuna ujumbe mwingine nilipeana kwa YouTube, na nilipewa na Mungu na nikapeana, ati mjue sana Mungu ndio upate neema. Lakini wewe hutaki kumjua sana Mungu, wewe uko busy sana. Hiyo busy yako unasikia ati wakati Mungu atafungulia hasira zake, ataimwaga hivi, hata hiyo pesa utaitupa tu kwa barabara, hutaipata, maana itakuwa ya nini? Na kila mtu anatoroka, kila mtu hana amani, hakuna cha kununua, hakuna cha kukuku, hupati nafasi ya kununua chakula, hupati nini? Sasa usipo mrudia Bwana, kwangu mimi nimekwambia lazima umrudie Bwana, lazima umrudie Bwana. Usipomrudia Bwana na utamjua yeye ni Bwana. Na nitafikisha hapo, nitakufikishia ujumbe wa Mungu hapo. Uendelee kujeremisha, uendelee kusoma hii kitabu. Ukisha soma, ambia Mungu akusaidie, ubadilike, uombee maisha yako, uombee moyo wake, uombee na uamini Mungu amesema atatenda, na anasema sasa ni mwisho umefika. Sio wakati wa kuambiwa wacha hivi na hivi. Amesema mwisho ndio sasa umefika. Vile amesema atafanya atatimiza. Lakini ukibadilika, na mimi nibadilike, na mwingine abadilike, sisi tu, Mungu asikie huruma, naone mabadiliko yetu. Yeye ni Mungu, sababu si ati amepanga kutumaliza, ni dhambi zetu zinafanya atuachilie. Sasa ndio tumuelewe yeye ni Mungu, ndio tuachane kuabudu miungu, tuache kuabudu miungu ambaye inamchukiza roho yake, tuache kupitia kwa njia penye Mungu hako huko, tupitie penye Mungu wako kwa nuru yake. Sasa hapo tukimrudia Mungu anatafurahia na ataturudia sisi, na atatuondolea yale ametukatia kesi. Na Bwana aendelee kupewa sifa. Amen.